yoweka ndogo. Sasa kuna huyu hapa jamaa jina lake anaitwa Alex, yupo katika mapenzi na binti mmoja jina lake anaitwa Lucia. Sasa kibaya zaidi wakawa wamepangiwa timu moja. Wakiwa msituni, Alex aliumia sana kumuona mpenzi wake Lucia akimsaliti na mshikaji wake wa karibu sana. Sasa Alex kuna jambo alikuwa anahitaji kulifanya, lakini mara ghafla akapigiwa simu. Sasa ngoma tunayoanza na wanajeshi ambao walikuwa wamekuja kufanya utafiti katika hapa maeneo. Inasemekana kwamba wanakijiji wanaopatikana katika hiki hapa kijiji wamekuwa wakikumbwa na vifo vya mara kwa mara ambavyo vinatokana na milipuko ya magonjwa mbalimbali. Hivyo kambi ya jeshi iliyo karibu na haya maeneo ikiwa imetuma vikosi mbalimbali vya wanajeshi kwa ajili ya kuingia msituni na kuweza kufanya utafiti na kugundua nini hasa chanzo cha hiyo milipuko. Hivyo timu mbalimbali ikiwa imeingia kwenye hii hapa misitu. Sasa katika hizo timu mbalimbali, kila timu watu walikuwa wanapendana na walikuwa wanakosa nafasi ya kuweza kuonesha mapenzi yao. Kwa hiyo ili hapa dila kuingia kwenye huo hapa msitu na kuweza kutafuta nini chanzo cha mlipuko wa huo ugonjwa, ikawa ndio nafasi pekee ya wao kuweza kufanya mambo yao akiwa msituni. Sasa hapa kuna timu mbili, kuna timu A lakini pia kuna timu B, na hizi timu zote mbili zina ushindani na kila timu ina mwongozi ambaye anakuwa anaongoza wenzake. Sasa hiyo hapa ni timu A na ipo upande wake kabisa. Kiongozi aliwaagiza wa vijana waingie msituni kwa ajili ya kukusanya kuni na kuweka katika kambi walioiweka ndogo. Sasa kuna huyu hapa jamaa jina lake anaitwa Alex, yupo katika mapenzi na binti mmoja jina lake anaitwa Lucia. Sasa kibaya zaidi wakawa wamepangiwa timu moja. Wakiwa msituni, Alex aliumia sana kumuona mpenzi wake Lucia akimsaliti na mshikaji wake wa karibu sana. Sasa Alex kuna jambo alikuwa anahitaji kulifanya, lakini mara ghafla akapigiwa simu kutoka kambi ndogo na mkuu wake akiombwa awahi faster sana. Mwamba inabidi kuacha kitu alichokuwa anataka kukifanya ili awahi faster kambini alipoitwa na mkuu wake. Sasa Alex kweli akawa amewahi faster kama jinsi ambavyo alivyokuwa kaambiwa. Kwanza kabisa alipofika alishangaa, mbona kama kila kitu kipo shwari, na yeye ameambiwa kwamba kuna tatizo. Kwanza akatoa saluti kwa huyu senior kiongozi wa timu A. Kisha huyu mwanadada akaanza kumwambia Alex, sikia bravo boy, unajua ni kwa muda mrefu sana nimekuwa nikikutafuta we mkaka. Ukweli mimi nimetokea kukupenda sana Alex. Sasa leo nataka nicheze na hivi vitu vyako. Mwanamama akawa amemshika jamaa maeneo fulani hivi. Sasa kwa sababu Alex amemshuhudia mpenzi wake akimsaliti na rafiki yake wa karibu, aliona naye bora amsaliti kwa kula tunda la kiongozi wake. Sasa baada ya muda kidogo kupita, Lucy na Conrad ambaye ni rafiki wa karibu sana kwa Alex, wakiwa wanarudi kwenye kambi ndogo, wanashangaa kwenye tenti kama vile kuna mambo yanaendelea. Conrad ikabidi kumshusha chini kwanza Lucy ile kusogea, wanashangaa kumuona Alex anatoka kwenye tenti na kiongozi wa timu. Dalus aliongea sana akasema kwamba Alex, nilikuamini sana, kwa nini unifanyie hivi? Lakini Alex akamwambia, Lucy, ukweli mimi mwenyewe sikuamini nilichokiona. Yaani sikuamini kama ungeweza kunifanyia huo upuuzi ambao umefanya na rafiki yangu wa karibu Conrad. Sikuwahi kutegemea kama kuna siku ungekuja kunifanyia usaliti wa namna hii. Lakini ukweli nakwambia haya yote umesababisha wewe Lucy. Sasa mdada alichokiona kwanza ni kumtuliza na kufikisha akamwambia, wewe ni upuuzi gani unaoongea? Mimi sikuwahi kufikiria hata siku moja kukuchiti. Jamaa akasema kwamba nimeona kila kitu mlichokuwa mnakifanya kule msituni. Lucy akasema kwamba kwanza kabisa ulipaswa kumshukuru sana rafiki yako Conrad. Sasa issue ilikuwa hii hapa, wakiwa wanaendelea kutembea mara ghafla Lucy akawa ameng'atwa na nyoka. Sasa ili aweze kuangalia ni sehemu gani aliyong'atwa na kuweza kupata matibabu ya kwanza, ilibidi kupunguza yale magwanda. Conrad ambaye ni rafiki wa karibu sana kwa Alex kabidi kufanya mpango kwa ajili ya kumsaidia Lucy ambaye ni shemeji yake, kwa sababu walikuwa wawili tu kwa huo hapo upande. Ikabidi jamaa kufanya mpango kumsaidia haraka iwezekanavyo. Nyoka alimng'ata Lucy kwenye paji juu kidogo, kwa hiyo kuweza kujisaidia mwenyewe ni ngumu sana. Conrad akafanya mpango wa kufunga paji na kuanza kuinyonya ile sumu. Sasa baada ya kuelezwa kila kitu kilichotokea, ndipo Mwamba akagundua kwamba yeye ndo ambaye amekoroga mambo. Yeye ndo amemsaliti. Aliomba sana msamaha kwa Lucia unaambiwa, lakini mrembo hakutaka tena habari yoyote ile kumuhusu yeye. Si ameamua kula tunda la mguu wa kitengo, basi aendelee naye tu, ila amwache Lucy na maisha yake. Mwamba alilia sana unaambiwa, akimlilia Lucy mpenzi wake, akimwambia kwamba naomba unisamehe, nilikosea kukufikiria vibaya, tafadhali Lucy usiniache. Hiyo hapo ndio ilikuwa issue inayohusiana na team A. Sasa tunakuja upande wa team B. Hapo tunakutana na mdada jina lake anaitwa Julie. Anatokea familia kishua sana, lakini pia hana muda mrefu tangu ajiunge na mafunzo ya jeshi. Mzee wake baada ya kusikia kwamba kuna hili hapa dili la kuja kufuatilia nini chanzo cha mlipuko wa ule ugonjwa ambao unapelekea wanakijiji kupoteza maisha mara kwa mara, mzee wake akaamua kutumia pesa zake ili kuweza kumfix mwanae aingie katika hili hapa dili, kwa sababu kuna kiasi kikubwa sana cha pesa kimetangazwa kwa wanajeshi wote ambao watakao
kuhusika katika hii hapa mission ili kugundua nini chanzo haswa cha huo mlipuko. Kwa hiyo huyu hapa mdada akawa ameingizwa kwa magendo tu, hana mafunzo yoyote yale, bali pesa za baba yake ndizo zimemfanya kuingia katika hii hapa mission. Kwanza kabisa akaambiwa kwamba mara tu unapokuwa katika kambi ya jeshi inakubidi utii amri ya mkubwa wako na ufuate kila kitu anachokuambia na usiulize kwa nini. Sasa mdada akajikuta anaingia katika mikono ya wahuni bila kujua, kwa sababu wahuni nao walikuwa wanajua kabisa huyu mdada ni mgeni, hana mafunzo yoyote yale, hivyo alikuwa anachezea doso mara kwa mara. Sasa kuna hii hapa siku, wakati wengine wakiwa wameenda Upstone katika kufanya mambo yao mengine ya utafiti kwenye ile kambi ndogo walioiweka ya matenti, akaachwa pale Julie pamoja na jamaa ambaye ni kama koplo tu. Sasa huyu mamba alianza kumuonea mdada. Kwanza kabisa akaanza kumpigisha doso la hapa na pale. Hiyo pekee kutosha, mamba akachukua mkasi na kuanza kumchania nguo huyu mdada ili tu angalie maungo yake, huku akimwambia kwamba unapokuwa jeshini hakikisha unatii amri ya mkuu wako, kile anachokisema inabidi ufate na usiulize kwa nini. Sasa huyu koplo tamaa ilimwingia wakati mdada akifanya mazoezi, akamwambia kwamba ingia kwenye ile hapo tenti. Mdada alipojaribu kuuliza, mamba alimfokea mdada, akaona isiwe kesi, akaingia kwenye ile hapo tenti. Mamba akaangalia kushoto kulia, baada ya kuona kwamba hakuna mtu aliye karibu, jamaa anataka kumfanyizia mambo mrembo. Sasa hili hapa tenti anataka kulala kiongozi wa timu B, lakini kwa sababu mamba ameshavuta bangi zake, anaona ngoja amalize mambo yake kupitia ile hapa tenti la mkuu wake. Julie alikuwa anapiga kelele sana juu ya huu nyama anaofanyiwa. Jamani msaada, lakini hakuna mtu aliyemsikia kwa sababu watu wote walikuwa mbali na hili hapa eneo. Baada ya muda jamaa kama ameshamaliza kufanya mambo yake, mdada alilia sana na mbio kwa sababu hakutegemea kama mambo yangekuwa kama hivi yalivyotokea. Alijutia mpaka kujiunga katika jeshi, lakini pia alijutia kuingia katika hii hapa mission. Mambo yote yaliyotokea mdada anaona kama vile anaota, kwa sababu alikuwa amezoea kusikia mtaani, leo yamemtokea yeye mwenyewe. Basi kuna pande moja kazi yake ilikuwa ni kukusanya kuni na kuleta kwenye hii hapa kambi ndogo. Alimkuta bibi akiwa amechakaa ile mbaya. Ile baada ya kumuuliza mdada alikuwa anaongea kwa uchungu sana, akilaumu yeye kuja katika hapa kambi ya jeshi, akisema kwamba yote ni makosa baba. Nilimwambia mimi sitaki masuala ya jeshi. Ona sasa kilichokuja kunikuta mimi Julie, kisha kuondoka kwa hasira. Yaani mdada hamwamini mtu tena, anahisi kama vile na huyu afande naye anaweza kumfanyia kama jinsi ambavyo alivyotoka kufanywa sio muda mrefu. Sasa kwa sababu jamaa kuelewa nini chanzo cha huyu binti mpaka kumkuta kwenye hali kama ile pale, ikabidi kuja kutoa taarifa kwa huyu hapa team leader wa B. Baada ya kumwambia kila kitu kilichotokea, huyu hapa afande akamwambia kwamba inabidi amfuatilie binti na kuweza kujua nini kinachoendelea. Basi huyu afande akaondoka. Upande wa binti ile kutembea tembea sana, mbele akawa amekutana tena na muuni mwingine. Yaani hii hapa siku ya leo haikuwa ya bahati sana kwa huyu hapa binti, kwa sababu wauni wote katika hii hapa kikosi walikuwa kimtamani sana huyu binti. Kwanza kabisa wanajua kwamba huyu binti ni mpya katika mafunzo, hivyo hana chochote anachokifahamu. Sasa huyu jamaa naye baada ya kumuona binti akiwa katika hii hapa hali, akagundua tayari kuna muone ameshamfanyia mambo, naye tayari tamaa ikamwingia, anahitaji naye kupita pale pale mwanae alipofanya. Yaani hapa jamaa wako wawili ni wahuni balaa, lakini pia hawana huruma kabisa. Basi jamaa akamwambia kwamba ukijitikisa tu kujaribu kupiga kelele, ninayo bastora hapa, nitakuweka risasi ya kichwa. Haya, hivyo ndivyo ikawa jamaa kajilia vilivyo fichwa. Baada ya muda kidogo, team leader akiwa na yule jamaa mkusanya kuni wakiwa katika tembea, wanakutana na Julie akiwa amechakaa ile mbaya. Kalamu ilishaliwa, wamechelewa. Yaani mdada alikuwa ni analia tu, analaani yeye kuingia katika hapa mafunzo ya jeshi. Yote ni kwa sababu baba yake ndo amemlazimisha kuingia kwenye hapa mafunzo, yeye wala hata alikuwa hitaji. Mwisho wa siku amekuwa chakula cha vijana wa hovyo. Sasa team leader ile kurushausha macho akawa amegundua kabisa jamaa alimfanyizia mambo Julie hayuko mbaya, akawa amemwambia kwamba koplo, naomba utoke haraka, nimekuona. Mamba akatoka kwenye kichaka akiwa na wenge ile mbaya. Sasa ndo anakumbuka kwamba yeye ni nani na amemfanyia kitu gani huyu mdada. Bangi ni kitu kibaya sana. Basi team leader akatoa amri huyo kijana aweze kukamatwa, lakini mwana akaona hawezi akaenda selo peke yake, akakosa mtu kupiga naye story. Akamtaja pale rafiki yake ambaye amekuwa akifanya naye upuuzi wote, lakini pia ndiye ambaye alianza kumchania nguo huyu hapa mdada Julie. Team leader akasema kwamba utaungana naye sio muda mrefu. Basi hao vijana wote wawili wakawa wamefikishwa katika court of martial na tayari kesi yao ikasomewa. Wakahukumiwa kulingana na sheria ya kijeshi inavyoeleza. Sio timu A wala sio timu B, hakuna waliofanikisha kuweza kupata nini chanzo cha mlipuko wa ugonjwa katika hapa kijiji. Hivyo baada ya kesi hapa kufikishwa mahakamani, uongozi wa jeshi uliazimia kwamba vikosi vyote vilivyoingia katika msitu kuweza kutafuta nini chanzo cha mlipuko vilejeka mbini, na hii hapa mission ikawa imefutwa kinamna hiyo.
Baada ya mwezi mmoja kupita, kikosi cha watafiti mbalimbali na madokta wakawa wameagizwa kuja katika hapa kijiji na kuweza kugundua nini chanzo cha huu mlipuko wa ugonjwa. Dionofioprakiu ni aina ya virus ambayo aligundulika anazaliana na kuishi kwenye mwili wa samaki waliokuwa wakipatikana kwenye mto ambao wanakijiji walikuwa wakienda kuvua samaki. Yule alirejea nyumbani lakini akiwa na maumivu mengi sana moyoni. Kuna huyu hapa mkuu wa kikosi na mwenzake wana tabia moja chafu ile mbaya. Huwatishia maisha mabinti wadogo wanaokuwa wamekuja kupata mafunzo kwenye hapa kambi na kuweza kuwatumikisha kingono. Sio rahisi binti bikra kuingia kwenye hapa kambi na kutoka kama jinsi alivyo. Sasa ile kabla jambo lolote alijaweza kutokea kwa huyu binti, mlango unafunguliwa, anaingia mdada mmoja, wote walishangaa kumuona. Begani mwake alikuwa na nyota. Alichosema kwamba anashukuru ushahidi umekamilika. Sasa kabla ya hiyo siku tunaanzia hapo katika uwanja wa mazoezi. Kuna mission moja kali sana unataka kuitimia. Hao mabinti wanne hivyo walichaguliwa rasmi kuweza kupitishwa katika mazoezi ili wawe imara kwenda kukabiliana na hiyo mission. Basi mabinti hawa wanne wakawa wamekabidhiwa mikononi kwa wakufunzi wawili wenye tamaa ya ngono kulikoni utu na kiapo alichokiapa, ila kumbe wasifahamu kwamba taarifa zao zimeshafika katika uongozi na wasijue katikati ya hao mabinti wanne kuna mmoja ni mkuu wa kikosi ambaye amekuja hapa kama mpelelezi. Basi wakaendelea na mazoezi pale. Wakati huo mpelelezi alikuwa akiendelea kusoma mchezo mmoja baada ya mwingine. Mkufunzi akawa anasema kwamba unapokuwa katika kambi ya jeshi, tia amri ya mkuu wako na kila utakachoambiwa basi inabidi ufanye. Kuna mdada mmoja akaambiwa piga hatua mbele kisha sogea hapa na mimi nilipo. Sasa ili kupima utiifu wa huyu mwanafunzi, aliangusha funguo katika maji na kumwambia kwamba inabidi uje uniokotee funguo kwa mwendo wa kujongea. Basi huyu mdada akatia amri ya mkuu wake, lakini lengo la mkuu halikuwa kupima utiifu, bali lengo lake ni kuweza kuangalia maungo ya binti atakapokuwa ameinama chini ili kuangalia kama chakula hiki kitaweza kumfaa kwa usiku wa leo. Basi na hivi ndivyo wanakuwa wanafanya mara kwa mara kwa baadhi ya wanafunzi wanaokuwa wamepewa kuwafundisha. Hawa wakufunzi wawili wanasifika sana katika unyanyasaji wa kijinsia, lakini pia hata kuwatumikisha kingono mabinti bila ridhaa yao. Na kama endapo utakataa kitu wanachokihitaji katika uwanja wa mazoezi, utapata vipigo vya hatari sana. Lakini pia wafanyia figisu wale wote wanaokuwa wamekataa kitu wanachokuwa wanakihitaji na kuweza kuwafanya wasifaulu mtihani wanaokuwa wameupatia. Basi huyu mzee mwenye umri wa baba yake alimwambia kwamba kwa siku ya leo haonifai, ila kwa wakati mwingine utakuwa ni chakula kitamu sana kwangu. Huyu mdada kinamna fulani alikasirika baada ya kuambia maneno kama haya hapa. Alikuwa akipiga hatua moja baada ya nyingine akifikiria maneno aliyoambiwa na mzee mwenye umri wa baba yake. Basi hao mafanda wakamsogelea binti mmoja huku wakimwambia maneno ya kumtisha ili tu asiache kufanya kitu wanachomuomba afanye. Huyu mdada mwenye sura kauzi wakasema kwamba wazee ni wapuuzi sana. Sasa zikawa zimepita siku kadhaa wakiendelea na mazoezi katika ile Z4. Binti mmoja miongoni mwa wale binti wanne aitwaye Catherine alikuwa anaingia taratibu katika ofisi ya mkufunzi. Huyu binti kiuhakika ni ana cheo kikubwa kuliko hawa hapa wakufunzi, bali lengo lake la kuja hapa amekuja kuthibitisha yale yote anayokuwa anapewa taarifa kuhusiana na hawa hapa wakufunzi. Yeye anatoka katika kambi nyingine na cheo chake ni General Commander. Bado amekuja katika hiki hapa kikosi kama naye ni mmoja anayekuja kupata mafunzo ndani ya hiki hapa kikosi. Kumbe lengo lake ni kuja kupeleleza mambo yanayoendelea ndani ya hiki hapa kikosi. Basi kila siku iliyoitwa leo alikuwa akiendelea kukusanya ushahidi mmoja baada ya mwingine. Sasa kwa siku ya leo, baada ya kuingia katika ofisi ya mkuu, huyo mkufunzi alikuwa akiendelea kumwaga mistari mbele ya bibi Catherine, akimwambia kwamba kama utanikubali mimi nitahakikisha na kufanywa na kuwa mtu mkubwa sana katika hapa kambi ya jeshi, na nitahakikisha napata ajira haraka iwezekanavyo. Cha msingi ni swala dogo tu la wewe kukubali kufanya mapenzi na mimi. Binti akamuuliza kwamba ni hicho tu nitakachofaidika nacho. Huyo mkufunzi akasema kwamba ongea, unaonekana uko smart sana, ila usiku wa leo tunategemea kupata baadhi ya silaha kutoka mlimani. Lakini kama unavyojua binti mdogo, haya ni maisha, hivyo tunatoka kufanya juu chini mzigo wapo usifike katika hii hapa kambi. Na kama utasaidia kufelisha mzigo kuingia katika hii hapa kambi, taweza kupatia donge moja nono sana. Lakini binti akasema kwamba siwezi kwenda kuwatoa sadaka mabinti wadogo kama wale pale wakafika katika hapo vita mnayoenda kuitengeneza. Lakini wao kumwambia kwamba sikia binti mdogo, maisha ni kama puzzle ama mtu anapokuwa anacheza draft. Usipoitumia vizuri nafasi ulionayo, basi elewa kabisa utaanguka. Lakini Catherine akasema kwamba siwezi kwenda kuyatoa sadaka maisha ya mabinti wadogo kama wale pale. Na swala la mimi kukuvulia nguo sahau kabisa. Basi mrembo akaondoka pale akiwaacha wakicheka sana. Wanaamini kwamba ipo siku tu ataingia katika 18 zao. Basi maisha yakazidi kuendelea katika hapa kambi ya jeshi kuhusiana na mzigo wa silaha aliokuwa anahitaji kuteka hapa mafande. Kwa sababu taarifa zilikuwa zimefika kwa mtu sahihi,
waliweza kuhamisha location ya kupita huo mzigo. Basi mtizi ukaendelea kuwa mkali zaidi kwa Bibi Catherine, huku hawa mafande wawili ambao ni wakufunzi wa Bibi Catherine waliendelea kumtamani sana. Bibi alikuwa waficha, anawaambia live kwamba hapa mtaendelea kula kwa macho tu. Mrembo aliendelea kupewa matizi usiku na mchana, walikuwa akishangaa mbona hata achoki, anaonekana ni mkakamavu. Basi Catherine akaendelea kukula doso huku akitabasamu kwa sababu ya mambo yameshapitia. Na wewe siku moja baada ya nyingine mabinti waliendelea kuiva sana, huku akiendelea kugawa utamu kwa hawa hapo wakufunzi. Sasa Bibi Catherine ili kuendelea kupata taarifa zaidi kutoka kwa hawa hapo mafandi, aliamua kujiweka karibu nao ili aendelee kupata taarifa nyeti zaidi. Kwanza kabisa aliamua kuwachonganisha kwa sababu wote wawili si wanamtamani yeye, basi akaamua kuwachonganisha kinamna hii hapa. Huyu mkuu anaingia katika ofisi, anamkuta binti alikuwepo katika pose la kuendelea kufanya mapenzi. Alikasirika ile mbaya. Lengo lake yeye ndio amwanzie Bibi Catherine, lakini pia anahitaji kumfaidi peke yake baada ya kumkuta rafiki yake amemuwahi. Ilimuuma sana hii kitu. Basi mzee akamwambia Catherine, leo ni wangu, nenda katafute mwingine huko. Basi mzee akasema kwamba mtajutia kwa hili hapa, kisha akaondoka huko akiwa na hasira sana. Kinamna hiyo tayari wameanza kupishana wao wawili kama jinsi ambavyo lengo la Catherine lilivyokuwa. Basi katika hii hapo kambi ya jeshi bado mambo yaliendelea siku baada ya siku. Mabinti waliokuwa wanyonge ambao hawajui kujitetea waliendelea kufanyiwa unyama siku moja baada ya nyingine. Kuna wakati ilifikia hawa jamaa wakati wakiwa mambo yameyapanda kichwani, walikuwa wakitembea na binti mmoja wote wawili. Sasa na ndipo kwa siku hii hapa leo jamaa alimwambia mwenzake kwamba mtoka niachie huyu hapa, nadhani ananitosha peke yangu. Kabla jamaa hajafungua mlango unafunguliwa na binti mmoja, wanaingia pale wote wanashangaa. Catherine akasema kwamba mbona umeacha? Kwa nini umeacha? Unaweza ukaendelea tu. Wote walibaki kushangaa toka lini koplo amepata cheo namna hii. Kisha akamwambia huyu binti mtoka hapa. Akamgeukia huyu mzee asiyekuwa na haya akamwambia hivi, unapata ujasiri unadhani hapa hawana wazazi? Kumbuka kwamba una binti kama huyu hapa ambaye yupo katika kambi nyingine, vipi kama naye huko alikuwa akifanywa mambo kama haya hapa unaofanyia mabinti kama hao? Basi kama umeweza kutembea na binti mwenye umri sawa na binti yako, basi elewa kabisa umetembea na binti yako. Leo tende kabla sijakuvua cheo ni wewe ndio umejivua cheo. Ni kwa miaka 6 sasa daftari lako la matendo yako ya ajabu lilikuwa katika meza yangu, na sasa nimekuja kujisipitisha mwenyewe. Kila aina ya ushahidi nimeukusanya mwenyewe hadi ile siku mzee alipokuwa akiongelea ile deal la kwenda kukamata silaha, kila kitu kilikuwa wazi. Basi Bibi Catherine akatoa amri akamatwa huyo mzee ambaye ni mkuu wa mafunzo pamoja na rafiki yake waende maboso. Alikuwa akisema kwamba tazama, nina familia, tafadhali onea huruma familia yangu. Wataoneaje huruma familia yako angari wewe hujaonea huruma familia ya watoto ambao wamekuja katika hii hapa kambi? Basi Catherine akamwambia huyo hapa binti kwamba kumbuka, haki yako bado ipo. Wakati mwingine usikubali kutoa utu wako kwa sababu tu ya mtu nafasi aliyoshikilia. Inakubidi ufanye mazoezi kuhusiana na cheo na ajira utaipata kulingana na kazi unavyoipiga. Sasa leo kuna mwanadada mmoja aliwajibu vibaya hawa hapo wakufunzi katika uwanja wa mazoezi, hivyo wakamwita katika ofisi na kumwambia kwamba fanya kile kitu ambacho ulipaswa kufanya mbele ya wanafunzi wenzako. Mdada huyu hapa akiwa na uoga na wasiwasi mwingi alitia amri kama jinsi anavyoelekezwa. Ile baada ya kumaliza kuvua tu nguo, mwanajeshi mmoja akafunga mlango kisha mwingine akamweka hapo chini. Lengo lao wanataka kumwingilia kimwili wote wawili. Okay, naam, issue hapa ilianzia hivi. Ni moja kwa moja katika uwanja unaotumia Women Special Force. Leo mkuu wa kikosi alikuwa akitoa maelekezo katika wapa mabinti, ndipo binti moja akasema kwamba kweli nahisi joto sana, acha nitoe nguo. Huyu binti amezoea mara zote kuwa anagawa tamu kwa huyu mkuu wa kikosi, lakini pia hata kwa mkufunzi mkuu. Mabinti wengine wenye kujua na kufuata sheria waliweza kushangaa sana kwa kitendo binti alichokifanya, lakini huyu mkuu wa kikosi pamoja na mkufunzi wakawa wanamwangalia tu binti na wasifanye chochote kile, kwa sababu huyu binti anafahamu mambo mengi sana kuwahusu wao. Sasa ili kuonesha kitu alichokifanya huyu binti sio kosa, akawa ametoa amri kwa hawa binti wengine nao pia wafanye kama jinsi alivyokuwa amefanya huyo mmoja. Sasa binti moja aitwaye Lea alipinga amri kwa kusema kwamba hapa ni arena na sheria ya arena haturuhusiwi kuvua matisheti yetu, na hata hivyo tunaweza tukafanya pekee mbele ya matron. Wow, kanali nipatie adhabu basi. Basi kanali akasema kwamba ni kosa kubwa sana kuvua tisheti katikati ya arena, lakini pia ni kosa kubwa sana kukaidi amri, hivyo nyinyi wote wawili mtapokea adhabu. Lea akasema kwamba mimi sikupinga amri bali nilikuwa naeleza uhalisia. Huyo mmoja akamwambia kwamba unachonga sana, hem tekeleza amri, kisha wakawa umeondoka kinamna hiyo. Akabaki pale Lea wakamwambia kwamba mtufuate ofisini. Sasa kiuhalisia yule mwingine hawezi kumwadhibu kwa sababu anafahamu mambo mengi sana kuwahusu hawa hapa wakufunzi. Yaani kanali na mkufunzi mkuu wa Women Special Force wana tabia chafu ile mbaya katika hapa kambi. Basi walikuwa wakimdiscuss Lea nini cha kumfanya baada ya kuwa amekaidi amri yao. Kweli Lea aliingia kama jinsi ambavyo walivyokuwa wamemwelekeza aingie katika ofisi. Lea akaanza kuomba pale msamaha kwamba mimi sikumaanisha kuweza kukaidi amri yako, bali
nilikuwa nafanya vile ili tu niweze kueleza uhalisia. Lakini mkuu akamwambia kwamba unajua, kukaidi amri ya mkuu wako ni kosa ambalo linaweza likaita court of martial. Leah akadakia kwa kusema kwamba atatekeleza adhabu yote atakayompatia, ila tu kesi yake wasipeleke katika mahakama ya jeshi. Okay, kwa sababu amesema yeye mwenyewe kwamba atatekeleza chochote atakachomwambia. Wakamwambia kwamba fanya kama jinsi ambavyo ulipaswa kufanya katika arena. Basi Leah akiwa na uoga mwingi na wasiwasi wa kutosha, akaanza kuvua nguo yake ili tu kuwafurahisha hawa hapa wakufunzi kama jinsi ambavyo alivyoambiwa, kisha mmoja akaenda akafunga mlango. Leah alichokiogopa ni kwamba kama kesi yake itafikishwa katika mahakama ya kijeshi, anaweza akapoteza nafasi ya kuwa hapa jeshini. Kisha wakamwingilia wote wawili. Leah alipiga kelele sana. Sasa baada ya kumaliza, kanali akamwambia kwamba kilichotokea hapa ni siri yako wewe na sisi. Leah akasema kwamba ukweli, sikustahili haya yote. Kanali akamwambia kwamba ulichostahili ni hicho ulichokipata, kisha wakamburuta na kumtoa katika ofisi, kisha wakiendelea kumpa makanyo kama atafungua mdomo kitu kibaya kinaweza kikamtokea katika maisha yake. Hawa jamaa hawana huruma na wamekuwa wanafanya hivi kwa muda sasa. Basi miezi miwili iliweza kupitika. Leah hatimaye akawa ni mjamzito. Kwa bahati mbaya alipoteza lasketi yake ambayo ndani yake ilikuwa na blazia yake pamoja na kipimo cha mimba. Baada ya kwa hivyo vitu vimepatikana, vikaenda moja kwa moja katika court of martial, na kisha wakaanza uchunguzi na kugundua kwamba ile blazia ilikuwa ni ya Leah pamoja na kipimo. Basi mnadaiwa akafukuzwa pale kambini, lakini moyoni mwake alikuwa akisema kwamba waliohusika lazima wawajibishwe kisheria. Msimuliaji anasema kwamba Leah baada ya kuondoka katika hii hapa kambi ya jeshi hakufika mbali. Kanali na mwenzake walimundia njama katika safari yake, walimshambulia na kuweza kumuua kikatili sana. Baada ya muda taarifa ikaja kambini kwamba Leah na rafiki yake aliyekuwa akimsindikiza wameshambuliwa na kuuliwa na waasi kikatili sana. Basi hakuna aliyefahamu nani mhusika mkuu katika mauaji ya Leah, bali kuna baadhi ya wanafunzi walikuwa wakimuhisi huyu kanali pamoja na rafiki yake. Basi mazoezi yakazidi kuendelea kwa kasi sana katika ile Women Special Force, na hapo jamaa wakazidi kuendelea kuwatumia hawa mabinti siku moja baada ya nyingine. Sasa baada ya Leah na rafiki yake kuondoka na kuweza kupoteza maisha, Women Special Force ikawa na uhitaji wa mabinti wawili ili iweze kukamilika, hivyo wakaongezeka mabinti wawili kutoka kikosi cha mizinga ili kuweza kuziba nafasi ya Leah pamoja na rafiki yake. Sasa mabinti hao ni marafiki sana, mmoja anaitwa Clara na mwingine anaitwa Lucy. Basi wakawa wamekabidhiwa mikononi kwa viongozi wenye uchu kulikoni utu na kiapo walichokiapa. Clara alitokea kupendwa sana na huyu mkufunzi mkuu wa Women Special Force. Wale wenyeji wanaoifahamu tabia ya huyu mkufunzi walikuwa wakimwonea huruma sana Clara. Basi siku moja baada ya nyingine, mazoezi yakazidi kuendelea katika Women Special Force. Clara alionekana kuwa ni mzembe sana katika uwanja wa mazoezi, lakini yote kanali pamoja na mkufunzi mkuu walikuwa akiendelea kumfumbia macho kwa sababu kila mmoja alikuwa na malengo na Clara. Binti huyu hapa asifahamu kwamba yupo katika mikono ya watu ambao hawathamini utu, bali wanachoangalia wao ni kitu pekee wanachokihitaji kwa hawa mabinti. Basi kadri siku zilipokuwa zikizidi kusonga katika Women Special Force, Clara alijikuta akitokea kumpenda sana mkufunzi mkuu. Kanali akamwambia kwamba mawindo yako yamenasa. Sasa Lucy akamwambia Clara, nimesikia huyu jamaa sio mtu mzuri kabisa. Lucy, unaongea ujinga gani huo? Nimesikia watu kamini hapo wanamwongelea kwamba anapenda kutumia sana mabinti. Clara akamwambia wewe naye achana na maneno ya kuambiwa, kwanza kaa kimya usije ukatusikia tunaongea huu hapa upuuzi. Sasa upande wa pili, mkufunzi pamoja na kanali nao walizidi kuwa discuss Clara pamoja na rafiki yake, kwa sababu wote wanaonekana wako vizuri sana, wamewavutia ile mbaya. Basi mtizo ukazidi kuendelea, na baada ya muda wakawa wamepata muda wa kuweza kupumzika. Wakati Clara alikuwa upande wake akiendelea kufanya mazoezi vya hapa na pale, huku tu akimtega mkufunzi aje kuongea naye. Yaani kidada cha watu kimekufa kimeoza kwa huyu hapa mwamba, bila kujua kwamba jamani katili na nyamela wa hatari, wala hafai kupendwa kabisa. Sasa kwa sababu jamaa alikuta kashaelewa kwamba kibinti kinampenda ile mbaya, wala kutumia muda kuweza hata kukapiga voko, akamwambia kwamba toka nimeanza kuwa mkufunzi katika hii hapa Women Force sijawahi kuona binti mrembo kama wewe. Ukweli niko lazi kukufanya kuwa mke wangu kwa sababu bado hata sijaoa. Basi kibinti kikawa kinajibu tu kweli Jamaa kaona usintania, akamsogeza pale karamba denda kwanza. Hiyo pekee haikutosha, wakaenda moja kwa moja mpaka kwenye anga analolala binti, yani katika bweni ambalo binti huyo hapa analala. Wakati wengine upande wa pili wakiwa wanaendelea na mazoezi, jamaa akawa amekuja huku na Clara amemwacha kule kanali akiwa anaendelea kuwasimamia mazoezi wale mabinti wengine, kisha anakuja kula mambo huku. Walijua kabisa kwa muda huu hapa pata kuwa na mtu yote katika hapa kambi wa kuweza kuwazuia au kuweza kuwaona, kwa sababu wengi wao wameenda katika fatiki mbalimbali na kuna wengine wapo katika mazoezi hivyo hapa kambini. The Women Special Force ndio waliokuwa wamebakia. Sasa Clara kwa sababu anampenda mshikaji akampatia utamu. Basi baada ya hapo akaja akamwambia rafiki yake Lucy kwamba anampenda sana mkufunzi mkuu wa Women Force na amemwahidi atakuja kumwoa baada ya kumaliza mafunzo. Lakini Lucy akamwambia kwamba ina maana ulipuuza yale yote ambayo nilikuambia na yale ambayo watu wanazungumza kumhusu huyo mkufunzi. Clara akasema impotezea bwana, hao maneno ya kuambiwa tu wala hata yana mashiko. Lucy akamwambia sikia Clara rafiki yangu, mimi sio kwamba
anakukataza wewe kupenda, ila mtu unayempenda una uhakika kama naye anakupenda kama jinsi ambavyo wewe unampenda? Angalia sije akakutumia kisha akakuacha kama wengine. Clara akasema sitaki tena siku nyingine umzungumzie vibaya mwanaume anayempenda. Kwa hasira zaidi akaondoka, huku Lucy akabaki anamsikitikia tu rafiki yake anaenda kupotea. Okay, Lucy akamwacha afanye kama jinsi anavyohitaji na muda ukapita. Sasa Clara akafanya vipimo na kugundua kwamba yeye ni mjamzito, akaja akampatia taarifa mshikaji akiwa na furaha sana, akiamini kwamba jamani atazikubali hizi hapa taarifa. Akamwambia sasa unaenda kuelekea kuwa baba. Ile baada ya kumwambia tu hivi mchizi, ndipo Clara akaanza kuona upande wa pili wa huyu hapa mwamba. Ile kwanza kabisa mchizi alitaka kuikataa mimba, lakini Clara akamwambia kwamba umri wako unazidi kwenda na hivyo hii ni nafasi yako ya kuwa baba, lakini jamaa akamwambia kwamba sawa, ila sio kwa hili hapa eneo, kwa sababu hapa kuna court of martial, na vipi kama kesi hapa ikifika katika court of martial mimi na wewe tutakuwa kwenye wakati mgumu sana. Sikia nikwambie Clara, unajua kwamba mimi nakupenda na bado tuna nafasi ya kuendelea kwa pamoja. Hata hivyo bado tuna nafasi ya kuendelea kumtafuta mwingine, ila huyu hapa tusimpatie nafasi kwanza. Unajua unatakiwa kumaliza mafunzo katika Women Special Force, kisha baada ya hapo tutapata nafasi mimi na wewe kuja kuishi pamoja na kuweza kuzaa watoto wengi kama utakavyo, ila kwanza tumtoe huyu hapa. Unajua ni sheria kali sana, inaweza kachukuliwa kama kiongozi kama mimi akigundulika amempatia mimba mwanafunzi, naweza nikapewa adhabu na nisipate nafasi ya kumuona hata huyo mtoto. Mpenzi wangu, please fanya kama ninavyokuelekeza. Clara katikisa kichwa ishara kwamba amekubali kile ambacho jamaa anachomueleza, kisha mwamba akaondoka kinamna hiyo. Anasema kwamba anaenda katika hospitali ya jeshi kwenda kuongea na rafiki yake, ikiwezekana apate madawa ya kuja kufresh hapa ujauzito. Sasa huku nyuma upande wa Clara alikuwa akijiuliza kweli autoe hapa ujauzito, na kwa jinsi ambavyo alivyokuwa akisubiria kwa hamu zaidi kumuona mtoto aliyembeba tumboni mwake. Haya, kweli muda kidogo ulipita, kisha mchizi akawa amerudi kwa kasi ile mbaya, amekuja na maji kisha na dawa. Akamwambia Clara uko tayari kwa jambo hili hapa? Clara akasema ndio, kisha jamaa akakichukua kile kidonge alichokitoa katika hospitali ya jeshi kwa rafiki yake, kisha akampatia Clara aweze kunywa ili kuweza kutoa ujauzito. Basi kwa sababu Clara anampenda mshikaji, akafanya kama jinsi anavyoambiwa. Alikunywa kile kidonge na kushushia na maji yote haya ili asije kumsababishia matatizo mshikaji katika nafasi yake alionao pale jeshini. Okay, mwamba akamwambia kwamba hautajutia katika ila hapa. Clara katikisa kichwa ishara kwamba ameelewa kile jamaa anachomwambia, lakini kumbe Clara kile kidonge ya kukimeza alikuweka katika chini ya urimi. Binti hakuwa tayari kutoa hapa ujauzito, bali alikuwa anakubali tu ili kumfurahisha mwamba, kisha akasema kwamba wewe ni mwanangu wa kwanza wala hauna haki ya kuweza kutolewa. Alichosema ni kwamba atajua namna ya kuishi katika hapa kambi ya jeshi wakati akiwa ni mjamzito, lakini pia alikuwa akiendelea kujiuliza kama kweli ujamaa angekuwa anampenda angemwambia kufanya kitu kama kile pale. Okay, siku zikawa zinazidi kwenda katika hapa kambi ya jeshi, wakati huo kitumbo cha bibi Clara kikawa kinazidi kuonekana, hivyo rafiki yake Lucy akawa anamsaidia kulifunga tumbo na kuweza kukaza kabisa ili asiweze kugundulika kama yeye ni mjamzito. Sasa wakiwa nje wanatembea tembea kwa mbele, Clara alishangaa sana kumwona mchizi yuko na mademu wawili anaendelea kuburudika nao. Lucy akamwambia umeona kisha Clara akageuka nyuma akashika kitumbo chake moyoni, akasema kwamba kumbe alifanya uamuzi mzuri wa kutotoa hapa ujauzito kwa sababu ingekuwa ni sawa na bure. Okay, miezi 9 iliweza kukamilika. Clara akafikishwa hospitalini, wakagundua kwamba kumbe alikuwa na ujauzito bwana. Sasa mhusika mkuu ambaye ndio ni mhusika wa huu hapa ujauzito alikuwepo. Daktari akamwambia ndio nini sasa hapa my man, ina maana kufanya kama jinsi nilivyokuambia ile siku, utaiambia nini court of martial? Mchizi mwenyewe akasema kwamba hata isielewi. Wakati huo Clara alikuwa akipiga kelele sana, anasema jamani nisaidieni, uchungu umemshika ile mbaya. Sasa mwamba akajizilisha wazi kwa kumwambia kwamba hivi ulifikiria nini kuiacha ya mimba, kwamba unadhani mimi naweza nikaoa kinyago kama wewe? Nina mke na watoto Clara, mimi ni mume wa mtu, kwa nini unataka kuniharibia kinamna hii? Sasa yote haya jamaa anayoongea Clara wala haelewi hata moja, yani anachokitaka yeye ni kumzaa mtoto wake akiwa salama basi. Kwa sababu Clara ameshafika katika hospitali ya jeshi, hivyo analindwa na kusimamiwa na sheria za kijeshi. Basi daktari haraka akaanza kuandaa mazingira pale kwa ajili ya Clara kuweza kujifungua. Basi muda kidogo ulipita na Clara akawa amejifungua salama kabisa. Upande wa nje Lucy alikuwa anaangalia nini kinachoendelea. Kanali akaingia katika chumba ambacho Clara alikuwemo. Akauliza kwa sila nini kinachoendelea. Mchizi akamwambia kinachoendelea ni kama unavyokiona, Clara ana mtoto. Wakati huo binti anaangalia tu wala hata ana pressure. Kanali akasema kwamba hivi umekuwaje mzembe namna hii? Jamaa akasema kwamba mimi mwenyewe wala sikujua kama binti ana ujauzito. Sasa Clara alikuta bado ana maumivu kwa sababu ndo katoka kujifungua tu. Jamaa akasema kwamba sasa inatakiwa tufanye kila linalowezekana kambi hapa asifahamu kwamba huyu binti ana mtoto. Itakuwa ni tatizo kubwa sana kama court of martial akifahamu. Sergeant, hatuna muda tena, huyu mtoto anatakiwa kuuliwa kisha kufuta ushahidi wote. Clara kusikia hivi akasema jamani niacheni mtoto wangu, kisha
Kanali akatoa pesa na kumpatia daktari ili afumbe macho kwa kile alichokiona na kiwezekana afanye utaratibu wa kuweza kumuua huyo mtoto. Basi kanali akasema kwamba yeye hana muda tena, itabidi aondoke, hivyo wanataka kufanya haraka iwezekanavyo kumuua huyo mtoto aliyezaliwa na kufuta ushahidi wote. Kisha mchizi akamwambia Clara, usije ukafanya ujinga wa kumess up tena. Basi wote wakatoka ndani na kumwacha Clara peke yake, wakaenda kutafuta utaratibu wa kumtorosha Clara na mtoto wake ili kwenda kumuua huko mbele. Kumbe Lucy kwa nje alikuwa akisikia kila kitu, akasema kwamba inabidi afanye kitu kwa ajili ya kumsaidia rafiki yake na mtoto wake. Sasa alichokifanya Lucy, cha kwanza alienda kununua kinyago kinachofanania na mtoto aliyezaliwa siku ya leo. Basi baada ya kuhakikisha mlembo mazingira yote yako salama, hakuna mtu anayewaona, aliingia tena katika chumba cha Clara ili kufanya mchezo mmoja hatari sana. Clara mwachie kile kinyago alafu yeye ikiwezekana atoroke na huyo mtoto aliyezaliwa. Sasa shida inakuja ni kwamba Lucy anataka kuondoka na rafiki yake, hataki kumwacha kabisa. Lakini kwa hapo wakati hana namna, inabidi kumsaidia mtoto kwanza kwa sababu mtoto ndio main target na anatakiwa kuuliwa. Basi Lucy akaenda kuchukua ule mdoli unaofanania na mtoto aliyezaliwa leo, kisha akamwambia Clara, fanya kama jinsi ninavyokueleza. Basi Lucy akamchukua mtoto alafu Clara akabaki na ule mdoli. Okay, na muda kidogo ulipita, kisha wakafanya mpango wa kumtorosha pale Clara ili kuja kumuua mtoto wake. Hadi katikati ya daraja moja refu sana, ndipo mchizi akamwambia Clara, mtupe mtoto wako chini. Jamaa akaona kama Clara anachelewesha mambo, akamchukua ule mtoto ili amtupe chini. Akasikia ina maana utaki hata kuiona sura ya huyo mtoto. Ndipo mchizi kucheki hivi anakuta mdoli, akajua doa amechezewa. Sasa hii ngoma ilikuwa hivi: ile Lucy alipoondoka alienda moja kwa moja katika court of martial, akaenda akatoa taarifa nini kinachoendelea. Ushahidi ukakusanywa na wale mabinti katika ile The Women Force, wakatoa ushahidi kwamba jamaa kweli ndio mishi zake na amekuwa akishirikiana na kanali kutembea na mabinti kutoka katika ile The Women Special Force, na pengine ndio waliohusika katika kifo cha Lea. Basi baada ya ushahidi kuwa umekamilika, walienda wakamkamata kanali, kisha akatoa maelezo kwamba Sergeant ambaye ni mkufunzi mkuu wa Women Special Force ameelekea wapi na Clara. Basi na hivyo ndivyo ilivyokuwa hadi kuja kumkamata hapa Sergeant akiwa na Clara, anamforce kuweza kumtupa chini mtoto, na asijue kwamba yule hakuwa mtoto bali alikuwa ni mdoli aliyetegeshewa. Na ndipo mwanamama mkuu wa upelelezi kutoka katika court of martial akamwambia kwamba adhabu zetu zinaeleweka. Basi uovu wa kanali pamoja na Sergeant kutoka katika The Women Special Force ukawa umefikia mwisho kinamna hiyo. Sasa kwa sababu binti naye amevunja sheria za kijeshi, hivyo hakutakiwa tena kuendelea na mafunzo pale jeshini. Alipewa nafasi ya kurudi nyumbani na kwenda kumlea mtoto wake, hivyo akawa anaagana pale na rafiki yake Lucy ambaye atarudi kuendelea na mafunzo katika ile The Women Special Force. Pamoja na adhabu aliyopatiwa Clara kuto kuendelea na mazoezi, lakini hakujutia haya maamuzi ambayo jeshi imechukua juu yake. Aliambiwa sana kuachana na Sergeant kwa sababu sio mtu mzuri, naye aliyapuuza yale maneno. Anasema kwamba upuuzi na ujinga wangu mwenyewe ndivyo ambavyo imenifikisha siku hii hapa leo, na kama angemsikiza Lucy toka mwanzo asingefika katika hapa siku ya leo kuweza kufukuzwa kutoka katika The Women Special Force. Basi safari ya Clara kuweza kuendelea na jeshi ikawa imeishia kinamna hiyo. Story ya Clara ilimgusa sana huyu mama ambaye ni mpelelezi kutoka katika The Court of Martial, akisema kwamba yuko tayari kutoa msaada wakati wote Clara atakapomhitaji. Binti alifurahi sana na kusema, mmekuwa wema sana kwangu mimi na mtoto wangu, kwa kweli sitoweza kusahau wema huu hapa mlionifanyia kwa siku hii hapa leo. Okay, na mkufikia mpaka hapo, nami niseme sina la ziada tena katika mzigo hapo unaoitwa Clara's Secret and the Army Ambush. Usisahau tumeanzia katika story inayomhusu Lea, tukapita katika story inayomhusu Clara hadi tunaenda kumaliza hapa mzigo. Hii hapa ni sauti ya mtoto wa mama Ellie. Usiache kucomment na kusubscribe channel ya E7 Pass. Tukutane tena katika ngoma nyingine kama hii hapa. Bye.